Huyu kijana aliyekuwa amepotea akiwa mbali alizingatia moyoni mwake. He came back to his senses. Akajiuliza maswali, ni watumishi wangapi walio katika nyumba ya Baba ambao wanakula na kusaza, na hapa mimi ninaumia, hapa ninateseka. Ni mpaka lini utateseka katika dhambi? Ni mpaka lini utateseka kwa pombe? Ni mpaka lini utapotea unakataa kufuata neno la Mungu? Wakati ndio huu, uzingatie moyoni mwako na ujiulize kama kijana. Fungu la 18 anasema ya kwamba alipozingatia moyoni mwake akasema, nitaondoka na nirudi kwa baba yangu na nimwambie baba wangu ya kwamba mimi sifai kuitwa mwanao tena. Mali ulinipatia nilitumia yote. Baba, mimi nilienda katika nchi ya mbali, nilikutana na watu wasiofaa, na hakika ni makosa yangu, sistahili kuitwa mtoto wako. Kijana alikumbuka upendo wa baba. Kijana alikumbuka ya kwamba kwa baba ni tofauti. Kwa baba kuna joto, kwa baba kuna neema, kwa baba kuna upendo. Huku baba, mimi nilitumia vyote, hakuna mtu ananijali, na yule alinijali anirusha kwa nguruwe. Nguruwe watanimaliza baba, nitarudi nyumbani. Akasema nitaondoka. Neno la Mungu linasema akaondoka. Kuna kuzingatia moyoni mwako, na kuna kusema nitaondoka, na kuna kuondoka kwenyewe. Watu wengi wanaangamia kwa dhambi. Wanapanga kila siku. Unapanga utajitoa kesho, unapanga utajitoa juma lijalo, utapanga kesho. Yesu anasema shida siyo kupotea, shida ni kuduaa katika dhambi. Shida siyo kuanguka, shida ni kuishi hapa umeanguka. Ondoka, amka, rejea, rudi kwa Yesu. Lini? Leo hii, na kama si leo, sasa hivi.